Hamjambo tena wapendwa. Ni muda mzuri ambao tunaendelea na masomo yetu, na tayari tumemaliza masomo ya lesoni ambayo ilikuwa inatuonyesha namna gani tunaweza kukuza uhusiano wetu na Mungu. Na leo tunaanza tena somo la kwanza kwenye lesoni mpya kabisa. Ni lesoni yetu mpya ambayo na kichwa kinachosema Wakorintho wa kwanza na wa pili. Wakorintho wa kwanza na wa pili. Kabla ya kuingia somo la kwanza, hivyo tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu ishie mbinguni, kwa sababu wewe ni mwema. Wakati huu tunataka kujifunza neno lako, uwe nasi kupitia jina la Yesu, amen. Somo letu la kwanza lina kichwa ambacho kinasema huduma ya Paulo huko Korintho. Huduma ya Paulo huko Korintho, na fungu la kukariri ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ni aya 18 vesi ya 9 na 10. Inasema hivi: Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena, wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukuzuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Ili ni fungu letu la kukariri, na katika somo hili tunakwenda kuona sababu ambazo zilimtuma Paulo kuandika nyaraka hizi. Shida gani ambayo ilikuwa katika kanisa la Korintho lililomsukuma Paulo aandikie watu hawa? Hayo ni mambo ambayo tutakwenda kuyaona katika juma. Na misionari mmoja, tunaambiwa hapa kwenye kiingilio, misionari mmoja mashuhuri sana wa Kiingereza alikuwa akisema ya kwamba aliwahi kushona viatu ili kwamba aweze kulipia gharama zake, lakini kazi yake halisi ilikuwa ni kuokoa roho. Hayo ndiyo yalikuwa pia maisha ya Paulo. Paulo alikuwa ni mtu ambaye kazi yake kubwa ilikuwa ni kuwaleta watu kwa Yesu, lakini kuna wakati aliweza pia kufanya kazi nyingine ili kwamba ziweze kumsaidia katika mahitaji yake. Tunajua kazi ya Paulo ilikuwa ni kushona mahema. Hivyo juma hili tutakwenda kuona kwa ufupi huduma ya Paulo kwa kanisa katika mji wa Korintho. Tutakwenda kuona Wakristo wa Korintho walikuwa wanaishi kwa hali gani, kwa sababu mtu anapoandika nyaraka, mnapozisoma mnakwenda kuona huyu aliyeandika alikuwa anajua hali ya wale ambao alikuwa akiwaandikia. Hivyo Paulo alikuwa anakabiliwa na changamoto huko Korintho, lakini anafanya hivyo kwa ujumbe wa msalaba. Uaminifu kwa ujumbe huu pia ndio njia ya kukabiliana na changamoto tulizo nazo hata leo. Ndio maana tunakwenda kuona Jumapili Paulo mtume wa Yesu aliyeitwa na Mungu. Unaposoma Wakorintho wa kwanza 1:1 unakwenda kuona Paulo anafungua nyaraka hii na kujitambulisha kuwa yeye ni nani. Na katika nyaraka nyingi, sio tu wa Korintho, katika nyaraka nyingi za Paulo anazianza kwa kujitambulisha kwamba yeye ni mtume na aliyeitwa na. Ni katika nyaraka chache ndipo Paulo hajajitambulisha hivyo. Ndio maana hapa lazima tujue hivi: Paulo anazungumzia wito na utume wake kama kutimiza mapenzi ya Mungu. Anasadiki kwamba wito wake hautoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. Anaposema aliitwa na Kristo, ina maana ya kwamba wito wake ulitoka kwa nani? Kwa Mungu. Hajajisukuma kazini, ameitwa. Ndiyo maana anasema ya kwamba katika Wakorintho wa kwanza 15:8 Paulo anajijumuisha miongoni mwa wale ambao Kristo aliwatokea baada ya ufufuo, na aya chache baadaye anadokeza kwamba wito wake wa kuwa mtume ulitokana na kukutana na Yesu. Alipokutana na Yesu, hapo ndipo alipopokea wito
wa kumtumikia siku zote za maisha yake. Hivyo Yesu si tu kiini cha utume wa Paulo, yeye ni kiini cha maisha ya Paulo pia. Paulo anajua thamani ya Kristo, anajua thamani ya msalaba wa Kristo. Akilinganisha maisha yake ya zamani na maisha yake ya Paulo wa sasa, anaona ya kwamba lazima Kristo awe kiini cha maisha yake. Kwa hiyo Paulo anatambua yeye aliitwa na Mungu. Sijui kwamba wewe unaujua wito wako, ni nani aliyekuita na kwa kazi ipi, na kama ujue ya kwamba kuna tatizo katika huduma yako. Huwezi kutumika bila kujua unamtumikia nani. Hiyo haiwezekani. Tuko kwenye toka Atene hadi Korinto. Andiko hapo utakwenda kusoma Matendo 17:16 hadi 31, Matendo 18 pia. Hapa unakwenda kuona ya kwamba maandiko haya yanaeleza mahubiri ya Paulo kwa Waatene kabla ya kwenda kwake Korinto, na inayoonekana hapa hakupanga kutembelea Atene kwa wakati huo, lakini alienda huko kwa msaada wa baadhi ya marafiki kwa sababu ya upinzani aliokumbana nao huko ambako alikuwa Beroya. Ndiyo maana unakwenda kuona kwamba Paulo alienda Korinto, na wakati wa safari yake ya pili ya kimisionari, Luka anatujulisha kwamba Paulo alikaa huko mwaka mzima na nusu anafanya kazi ambayo anatakiwa kuifanya. Hivyo Paulo anasema hivi, hatimaye Sila na Timotheo walipojiunga na Paulo huko Korinto, akasongwa sana na lile neno, akaamua kufanya nini? Akiwashuhudia Wayahudi ya kwamba Yesu ni Kristo. Wakati wa kukaa kwake Korinto, alikuwa na shughuli nyingi akifundisha kati ya neno la Mungu siku zote. Alikuwa na kazi kubwa ya kufundisha neno la Mungu huko alipokuwa Paulo Korinto. Kwa hiyo alikuwa Atene, akaamua pia kwenda Korinto, na hapa karibuni tunakwenda kuona ni namna gani watu wa Korinto walikuwa wanaishi. Unaposoma Matendo ya Mitume 18 unakwenda kuona mji wa Korinto ulikuwa namna gani. Kwanza tujue ya kwamba Korinto ulikuwa ni mji ambao ulikuwa kitovu muhimu cha ulimwengu wa kale, nchi tajiri, na wale ambao wanajua nchi tajiri zina kasoro zake kulingana na Injili. Injili haipokelewi haraka kwenye nchi tajiri, kwa sababu nchi nyingi za kitajiri watu wanashughulika kutafuta hela. Ndio maana hapa tunaambiwa ya kwamba kwa kweli Paulo alichagua Korinto kwa sababu ya umuhimu wake wa eneo lake la kijiografia lenye faida. Kwa hiyo fursa ilitolewa kwa ajili ya kulihubiri Injili mara baada ya kuanzishwa huko Korinto, na anasema ya kwamba ingewasilishwa neno hili lingewasilishwa kwa urahisi kwa sehemu zote za ulimwengu. Korinto ilikuwa ni sehemu ambapo watu walikuwa bize na kutafuta hela, na neno alingewasilishwa kwa urahisi, lakini je, lingepokelewa kwa urahisi? Ndio maana tunakwenda kuona ya kwamba mbali na matatizo ya kidini, Korinto pia ilijulikana kwa ufisadi wake wa kingono. Aina zote mbaya za dhambi zilikuwa Korinto: ngono, mauaji, unakuta aina zote za kingono zilikuwepo huko, aina zote. Ndio maana Paulo anapoingia anakumbana na shida nyingi sana, anakumbana na shida ili kuwahubiri watu wa Korinto. Na alichoamua ni nini? Aliamua aachane na kazi yake na kurudi alipokuwa. Ndipo fungu letu la kukariri linatenda kazi. Mungu anamwambia Paulo, wewe unaona ya kwamba injili haipokelewi. Hapa ambapo unaona wewe ya kwamba hakuna watu wanaopokea injili, Mungu anamhakikishia, nina watu wengi katika huu mji, baki fanya kazi. Kwa hiyo kazi ya Paulo kati ya Wayahudi huko Korinto haikuwa yenye matokeo mazuri, na alikuwa ameamua kabisa kukubaliana na hali kwamba aachane nayo huko. Na kwa bahati kazi
Hata hivyo, Mungu alisimamia utume wake, na akasema ya kwamba si wao tu, bali Wakorintho wengi waliposikia waliamini wakabatizwa. Baadaye Paulo alipobaki, Wakorintho wengi waliamini na kubatizwa. Kwa hiyo mara tu baada ya Paulo kutoka katika sinagogi, alipata uzoefu uliomtia shime. Kristo mwenyewe alimtokea usiku huo kwa maono kumhakikishia ya kwamba Korintho kuna watu wake. Hivyo alipaswa kuondoka Beroya kwenda Atene kwa sababu ya upinzani mkali. Anaonekana kufikiria kwamba angepaswa kuondoka Korintho kwa sababu hiyo upinzani mkubwa, lakini hilo lisingetokea wakati huu. Yesu alimwambia, mimi nina watu wengi katika mji huu. Pale ambapo tunadhani ya kwamba kuna machafuko, Yesu anaonekana, lakini Mungu ana watu wake hapo. Mungu ana watu wake. Tunaendelea kuona nyaraka za Paulo kwa Wakorintho. Nyaraka za Paulo kwa Wakorintho, kuna maandiko mengi ambayo unatakiwa kusoma. Wakorintho wa kwanza 1:11, 4:14, 5:11 na mengine utaangalia hapo kwenye lesoni yako, utakwenda kuyaona. Hapo tunaona ya kwamba Paulo alikuwa Efeso alipoandika Wakorintho huo wa kwanza. Alikuwa Efeso na familia ya Chloe ilimwendea na taarifa kwamba mambo mabaya yalikuwa huko Korintho. Hapa ndipo tusikilizane, kwa maana wanaosema leo tunatakiwa kufanya tunachotaka katika dini ya Kikristo wanatoa maandiko mengi katika Paulo. Kwa hiyo Paulo anapelekewa barua ya kuambiwa matatizo ambayo yanafanya nini, yanasumbua Korintho. Kwa hiyo Paulo anapoandika kwa Wakorintho, haandiki kwa sababu ana hamu ya kuandika. Hapana, anaandika kwa kujibu maswali ambayo alikuwa ameulizwa na shida ambazo alizikuta ziko Korintho. Mojawapo ya shida za Korintho ni kwamba watu walikuwa na mashaka kuhusiana na ulaji wa nyama ambazo zimefanya nini, zimetolewa kafara kwa sanamu. Kuna baadhi ya Wakristo wao walisema tule tusile, mambo haya tusaidii kitu. Wengine walisema Mkristo hawezi kula mambo kama hayo. Shida zikatokea, ugomvi ukatokea katika dini kwa sababu ya hiyo. Watu wakaanza kufarakana na watu wakaanza kupasuana, mipasuko ikaanza kuonekana, shida ikatokea kanisani. Kwa hiyo Paulo anaandika, anajibu maswali. Kuna maswali ambayo aliulizwa kuhusiana na ndoa, atayajibu. Kuna maswali ambayo anaulizwa kuhusiana na anaulizwa maswali mengi sana, na anakwenda kufanya nini? Anakwenda kuyajibu. Matatizo hayo ni pamoja matatizo nayo mojawapo ni uasherati, dahawa, ukahaba. Kwa hiyo Paulo alipopokea barua ya maswali haya, anajibu moja kwa moja kwa maswali, sio kwamba anaturuhusu tufanye. Kwa hiyo anawajibu kile ambacho wamefanya nini, wamemuuliza ndugu yao huyo Paulo. Hivyo tunaambiwa kwamba waraka wa Paulo kwa Wakorintho unafaa sana kwa wakati wetu pia. Hata hivyo, je, kiwango fulani hatukubaliani na masuala yale ya katika mengi ya makanisa yetu leo? Waraka huu una mengi ya kutuambia. Ni moja ya nyaraka zake zenye ujazo zaidi, zenye mafundisho mengi na zenye nguvu kubwa sana, waraka wa Wakorintho. Kwa hiyo unaona, Paulo alipopata maswali hayo aliandika. Leo tunaona Wakorintho wa kwanza na wa pili, lakini unapofanya utafiti kwenye Biblia unakuta kwamba aliandika karibuni nyaraka 4, zote zinawaendea Wakorintho. Sijui hapo kama tuko sawa. Nyaraka zote zinawaendea Wakorintho peke yao. Leo tunazo mbili nyingine ni kana kwamba zimepotea. Kwa hiyo shida zilikuwa nyingi, akaamua kuandika
Na hapa tunaambiwa ya kwamba tunatambua kwamba washiriki wa Korintho waliathiriwa na utamaduni uliowazunguka. Unajua Korintho ni nchi ambayo ilikuwa inazungukwa, Wakristo ambao walikuwa wanaishi Korintho walikuwa wanazungukwa na aina zote za upagani, na wale wapagani ndio walikuwa wanawashawishi wao kufanya nini? Kufanya kile ambacho wao wanakifanya. Ndio maana yanapokuja kanisani, kuna baadhi ya watu wanakubali, wengine wanakataa. Makundi mawili yanaonekana kanisani. Hayo yote ni maswali ambayo Paulo alikwenda kuulizwa ili kwamba afanye nini? Ayajibu. Ndugu yangu, tumemaliza somo hili ambalo kichwa kilikuwa kinasema huduma ya Paulo huko Korintho. Tunakwenda kuona kwa mara ya kwanza kwamba Paulo alikuwa ameitwa na Mungu, ni mtumishi wa Mungu aliyeitwa na Kristo, na alipokwenda kufanya kazi ya utume huko Korintho alikutana na shida nyingi, na sasa hivi anawaandikia waraka akiwa Efeso kwa sababu ya shida ambazo wanazipitia huko watu wa Korintho. Masomo haya yanatubariki sana, kwa sababu shida zilizowapata wa Korintho mpaka leo zinatupata makanisani. Tunawezaje kujua shida hizo na kupata nguvu ya kushinda shida hizo tusiposoma waraka kwa Wakorintho? Suluhu zote ziko katika kitabu hiki. Hivyo karibuni sana, Mungu azidi kuwabariki. Somo letu linakwenda kuishia hapo. Ikitokea una swali, basi muda wetu umeisha. Somo hili tayari linatumwa kwenye YouTube Nguvu ya Neno TV, ndio channel. Ukiwa na swali, andika hapo kwenye comment, tutakwenda kujibu, au unatuona faragani ili kwamba muda usisonge sana. Mungu azidi kuwabariki. Kwa wale ambao wanijui, mimi naitwa Pastor John Anga Suleiman. Mungu awabariki sana kupitia jina la Yesu. Tuombe. Baba Mungu, asante kwa sababu wewe ni mwema. Muda huu ni muda ambao tunajifunza neno lako, na tumemaliza kujifunza. Uwe nasi, tuelewe huduma ya Paulo, itubariki ili kwamba na sisi huduma zetu zikikutana na changamoto tushinde kama Paulo, kupitia jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana wapendwa, kupitia jina la Yesu.